Leo ni siku yetu ya 3 na ujumbe wetu wa leo utaandika jua umebeba nini au nijue nimebeba nini. Jua umebeba nini au nijue nimebeba nini. Sasa jua umebeba nini au nijue nimebeba nini. Cha kwanza ni kujua maisha yako, kujua nafsi yako, kujua kusudi lako. Tunasema unajua uwezo wako, unajua thamani yako, capacity, capability, value ama worthness. Unajua maisha yako, unajua uwezo ulionao wewe na uwezo aliokupa Mungu, na pia unazijua nguvu zako ama nguvu ulizonazo. Ukijijua na ukishajitambua umebeba nini, kitu cha kwanza utakaa mbali na maonevu au utakaa mbali na kuonewa, na pia utajua kupigania au kupambania haki yako au kupambania ndoto zako na kusudi lako. Wafalme wa pili 4 mstari wa 8 mpaka 34. Hapa tunakutana habari ya Elisha na yule mwanamke mwenye cheo wa kule Shunemu. Elisha alipokuwa na huyu mama, walipozoeana na walipoanza kuishi pamoja, alijua huyu mama ana uhitaji wa mwana. Huyu mama hana mtoto. Alipotambua huyu mama hana mtoto, akamwambia Gehazi, tumuombee huyu mama apate mtoto. Na huyu mama alipopata mtoto, tunaona katikati ya safari huyu mtoto akafa. Mtoto huyu alipopoteza uhai wake, yule mama alikuwa na ujasiri kumfuata Elisha kule kwenye mlima wa maombi. Alipokuwa anaomba, alimfuata. Ukisoma mstari wa 28, yule mwanamke akasema, je, nalikuomba mwana kwa Bwana wangu? Kwa hiyo kama wewe ulimwomba Mungu anipe mtoto, manake wewe na huyo Mungu wako ombeni mpaka mtoto wangu arudi tena. Alikuwa ana ujasiri wa kwenda mbele za Mungu na kumwambia yule Elisha, wewe omba mimi nirejeshewe mtoto wangu. Sijui utaombaje wewe kwa huyo bwana wako uliyemwomba akanipa mtoto. Ni kwa sababu alijua utumishi wake aliyokuwa anamtumikia Mungu na utumishi aliyokuwa nao. Alijijua ana haki ya yeye kurudishiwa ama kurejeshewa yule mtoto aliyekuwa naye. Ukiendelea tukisoma mstari 30, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Ukishajijua wewe ni nani na umebeba nini, unakuwa una nguvu na ujasiri wa kupambania kile kitu ambacho unacho na kile kitu ulichoambiwa. Utakipigania kwa nguvu zote, hautakiacha mpaka uone dalili na mpaka uone kinaanza kutimia, ndipo utakapoacha. Ndo hapo Elisha akajifungia mlango akamwomba Bwana. Unapata watu ambao watabeba jambo lako kwa mzigo, alafu wataenda kumlilia Bwana juu ya jambo lako mpaka waone limetokea, mpaka waone limetimia. Huyu mama alimfuata Elisha na Elisha alijua sina majibu ya kumpa huyu mama na mtoto wake kuweza kuinuka tena, lakini jibu kamili ni mimi niende mbele za Mungu mpaka Mungu anipe jibu ya ili jambo ambalo limetokea mbele yangu. Kwa kuwa Elisha alikuwa hana majibu ya kumfufua huyu mtoto ama ya kuleta uhai na kurejesha uhai wa huyu mtoto, Elisha ilibidi ajifungie aende kumuomba Bwana. Na alipojifungia kumuomba Bwana, Elisha hakuwa analia juu ya kusudi lake, juu ya matamanio yake, lakini alijifungia kuomba juu ya kitu ambacho hakimuhusu yeye. Ni kwa sababu mtu alimwambia, ama zangu ama zako, sitakuacha wewe na huyo bwana wako. Kama roho yako na roho ya bwana wako, sitawaacha mpaka nipate mtoto wangu. Mstari wa 33, Elisha akapanda juu. Alipomuomba Bwana, ndipo mwili wa yule mtoto ukaanza kupata moto. Ukishajijua wewe ni nani, umebeba nini na Mungu amekupa nini, unapoanza safari ya maisha yako au safari ya utumishi wako, utasimama juu ya lile jambo mpaka uone dalili zinaanza kutokea. Hautakuwa rahisi kukata tamaa au hautakuwa na maisha ya wepesi ya kukatishwa tamaa, ila utakuwa ni mwepesi wa kupambana mpaka uone unaanza kuona dalili ya kitu ambacho unaanza kukiombea. Kwa hiyo Elisha alisimama na alijifungia. Hatujui muda gani au ilikuwa siku ngapi, lakini alijifungia akamwomba Mungu, manake hakuona dalili. Akaona apande juu ya mtoto amlalie kabisa.
Kwa hiyo ni uone kwamba ilikuwa sio kwamba aliomba Mungu muujiza ukatokea. Aliomba ngoma ngumu, kaomba kanena kwa lugha, kazama rohoni, hamna kitu. Kilichobakia sasa ni mlalie huyu mtoto. Ikiwezekana roho yangu itoke imuingie huyu mtoto, hata kama mimi nitakufa, lakini hitaji la huyu mama mpaka litokee. Ndipo pale Biblia ndio ikasema mwili wa mtoto ukaanza kupata joto. Manake dalili zikaanza kuonekana za urejesho, uhai, kurejeshewa ama kupata majibu ya kile alichokuwa anakiomba, ikaanza kuonekana. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 10:12 mpaka 13, anayejidhania ni tathmini wewe unajijua maisha yako kwamba sasa hivi nina uwezo au sina uwezo, hili jambo nililonalo nina uwezo kulibeba au sina uwezo wa kulibeba. Huyu mama mtoto alipokufa alijua hapa uwezo wangu ni kumhudumia mtoto, kumlinda mtoto, lakini kama uhai umetoka sina uwezo wowote wa kuhudumia huyu mtoto kuanzia sasa. Niende nimtafute mwenye uwezo wa kubeba hili jambo. Alipompelekea muhusika Elisha naye alipojitathmini na akajidhania, akajua kabisa hili jambo tena mimi siliwezi, nimpelekee mzee wa siku aliyenipa nguvu, mamlaka na uwezo kutamka uumbaji, huyu mama akaweza kupata mtoto. Kwa hiyo tunaona kwamba mamlaka inaanza kutumika sawasawa mpaka ifikie muhusika ambaye anaweza kukupa jibu lako na kutatua matatizo yako. Ukisha kuwa mwanadamu lazima uishi kwenye mapito, majaribu, lazima uwe unaishi nayo kila siku. Kwa hiyo ukiwa unajijua ni nani, mambo yanapokuja magumu kwenye maisha yako, utakuwa unajua kabisa hili jambo ni sehemu ya maisha yangu. Jambo hili hata kama ni kubwa, Mungu ni muweza wa yote, hata kama limekuja na liona kwa akili na fahamu za kawaida, jambo hili ni kubwa, lakini utajua kama Mungu yupo aishie, jambo hili ninaweza nikalitatua, na jambo hili Mungu atanipa majibu na nitavuka. Lakini pia kila jaribu lina mlango wa kutokea. Sio kila jaribu Mungu anafanya mlango wa kutokea. Kuna majaribu ambayo sisi tuna uwezo wa kutengeneza mlango wa kutokea. Haleluya. Kwa sababu Mungu amefanya 1, 2, 3, umeshajua Mungu ana uwezo wa kufanya. Ni wewe ndo uamini Mungu anaweza kufanya. Mungu akishaona dalili za wewe una imani na umeshaanza kuamini, umeingia katika maombi, unatengeneza mazingira, Mungu sasa ndo atafanya yaliyobakia, ila wewe ndo unakuwa umeshafanya mlango wa kutokea hilo jaribu. Kwa hiyo sio kila jambo inatakiwa umlilie Mungu. Wewe tengeneza kwanza mazingira ya Mungu kufanya jambo ili Mungu amalizie. Uwezo wa kutembea na kustahimili mambo katika maisha yako ya kimwili na kiroho inakuwa ni mepesi sana. Ndio hivyo tunapoenda mbele za Mungu, kuna muda tunaenda na hoja za kitoto sana. Mungu anatushangaa, na Mungu pia anaona kama huyu mtu anapoteza fursa ya mimi kukaa naye na kuzungumza naye, hatumii fursa yake vizuri. Ni sawa sana yule mtu, mmeona hii klipu, aliyepewa nafasi ya kuzungumza na mkuu wa mkoa, akamwambia mheshimiwa, leo nimekuja nina shida kwa sababu ninaonewa na watu, wanadamu wenzangu wananionea. Mmeiona sana hiyo klipu. Lakini ukimwona mtu ni baba, mtu mzima, lakini ukija ukiangalia mtu mwingine alipokutana na fursa ya kukutana na kiongozi, akasema nimefanya utafiti Tanzania nzima, nimeona tukienda kulima na tukiwekeza eneo fulani tutapata faida ndani ya mwaka milioni 500. Akapewa fursa asimamie huo mradi na yeye ndo awe mkurugenzi wa huo mradi mpya utakaoanzishwa. Ni mtu ambaye anajua nikipata nafasi kukutana na mtu yoyote, awe ni Mungu awe ni watu, sitaichezea kwa sababu ninajijua mimi ni nani na ninajijua nimebeba nini katika maisha yangu. Ukisoma Mwanzo 31 yote, tunakutana na habari ya Yusufu bwana ndoto. Sasa hii Mwanzo 31 inaongelea habari za Yusufu pale alipotoa majibu na alipotatua matatizo ya nchi ya Misri na uongozi wa Misri, akiwemo mfalme mwenyewe Farao. Ukisoma hiyo Mwanzo 31 mstari wa 48, kwamba mwenyewe Farao akasema, na tupate wapi mtu kama huyu? Kwa sababu waganga na walozi walishindwa, watu wenye akili na ufahamu na mambo ya rohoni walishindwa, lakini wakakutana na mtu ambaye alikuwa ni mfungwa, yuko gerezani, mtu ambaye ana maisha ya kawaida, akatoa majibu ambayo hawakutegemea, lakini walikuwa wanataka mtu yoyote atoe majibu na atoe suluhisho ya yale wanayoyapitia. Alipotoa majibu ndo akasema tupate wapi mtu kama huyu. Kwa hiyo usipojijua wewe ni nani, maisha yako yote hautaka uenjoy maisha.
hautakaa ule manono, hautakaa ule mema ya nchi, kwa sababu hujajijua wewe ni nani. Na pia hautakuwa na maisha unayoyatamani au maisha unayotakiwa kuwa nayo, Mungu anataka uwe nayo. Hautakaa uishi hayo maisha kwa sababu bado haujajitambua na bado haujajijua wewe ni nani. Lakini pia ukijijua wewe ni nani na ukijijua umebeba nini, itakuwa ni rahisi kwako wewe kupata fursa zenye heshima na fursa zilizobeba utukufu wa Mungu. Ukisoma habari za Naamani, yule jemedari wa jeshi la Washami, yule mjakazi aliyekuwa ametolewa Israeli kama mtumwa, alipokuwa nao pale, akawaambia, ugonjwa huu wa bwana wangu unamsumbua, lakini kule kwetu kuna mtu anaitwa Nabii Elisha, akikutana naye ataenda kumponya na kumpa majibu yeye ya ugonjwa wake. Aliposikia hivyo, ndipo akafunga safari akaenda, na siku ya mwisho akakutana na Elisha, na alipojichovya kwenye ule mto mara 6, mara ya 7 akawa salama. Hivi unahisi alivyorudi yule mjakazi alibaki kama alivyokuwa? Unapopata fursa na watu wakuu wa kimwili na kiroho, ukishajijua umebeba nini, kwamba chochote nitakachokizungumza kitakuwa kimepata kibali kwa sababu ninatembea na Mungu na Mungu yuko ndani yangu mimi. Kupanda viwango katika maisha yako ya kawaida na maisha ya utumishi wako. Tukiangalia habari ya Samsoni, ukisoma katika kitabu cha Waamuzi, Samsoni maisha yake yote alianza kupanda kiwango kimoja kwenda kingine. Siku ya kwanza yuko kule shambani na wazazi wake, akakutana na simba akamuua kimya kimya. Lakini tena ikaenda siku ya pili, ameanza vita kupiga Wafilisti, akakusanya jeshi la mbweha akawafunga, wakachoma yale mashamba ya Wafilisti. Haikuishia hapo, siku ya mwisho muda umeenda, akakamata tena ile taya ya punda, akamaliza jeshi la Wafilisti. Ilikuwa ni anapanda kiwango kwenda kiwango, kwa sababu alijijua yeye ni nani, Mungu ameweka nini na anakusudi gani ndani yake. Kwa hiyo mwaka usiishe, lazima ujitathmini, mwaka huu ulipoanza nilikuwa na nini kimwili na kiroho, na mpaka mwaka unaisha angalau nimepiga hatua, kuna kiwango ninaona kabisa nimefikia, hata kama watu hawajaona. Wewe angalau wewe unajitathmini, unaona umefikia. Ukijua umebeba nini, utajua pia kwenye maisha yako unataka nini. Unajua kuna muda tunaishi tu tunaishi ili mradi kama watu wengine wanavyoishi, kwa sababu ulimwengu unatupa kile ambacho kipo ulimwenguni, lakini sisi hatuishi na hatupati vile vitu ambavyo tunavitaka sisi, kwa sababu hatujajijua sisi ni kina nani. Ukishajijua wewe ni mwana wa Mungu, Mungu amekumba na amekuweka ulimwenguni utawale kama yeye anavyotaka kutawala, alafu ukajijua pia mimi namna ninavyoishi na jinsi nilivyo na vile vitu Mungu amewekeza ndani yangu, namna alivyo tu niumba mimi kama mwanadamu, kitu alichokiweka ndani yangu, manake utaweza kujijua hata wewe unataka nini. Kuna muda unaweza ukasimamishwa tukufanyie nini, ukakosa jibu kwa sababu haujui unataka nini. Ukisoma habari ya Daudi, aliposikia wana wa Israeli wanaongea kwamba mfalme Sauli amesema yule atakayemuua Goliati atapewa zawadi nono, na nje na kupewa ataozeshwa binti yake. Aliposikia hivyo akawaambia, hebu rudieni tena niwasikie. Alipopata ushahidi akajua kabisa hii fursa ni ya kwangu, na haya ndio maisha niliyokuwa ninayatafuta, na hii nafasi ndo nilikuwa naitaka nibadilishe maisha yangu siku zangu zote. Kwa hiyo alipoenda kukutana na Goliati alijua kabisa hii ni nafasi yangu ya kubadilisha maisha yangu. Kuna muda unakutana na changamoto, lakini kukuvusha changamoto ya kubadilisha maisha yako, changamoto ya kukupeleka ngazi nyingine, changamoto ya kukutanisha na watu ambao wanaenda pia kubadilisha maisha yako. Sio kila muda lazima ukutane na jambo zuri, jambo jema ndo likuvushe.